Ikachama chetwe. Welcome. Hata nyinyi mkikuwa mama dhainiro mtazima moto. Karibu upike ugali, alafu upike kengine kadogo kasukura pamoja na hii kubwa. Mimi nitakaa hapa. Upende, usipende. Mburuka hata ukitaka mama, ukitaka bibi, ukitaka bwana, ukitaka kila kitu. Alikuwa akisema oye, na nimesema sorry. Hata pika single kama mimi. Maisha itaendelea. Kwanza alikuwa na kinyasa ile ya white. Ati? Unawafundisha ati wao ni hawana stress kama wasichana wadogo hivi. Stress free. Mpaka anaona mimi ni mzee kwa sababu ya hii. Ati nipake rangi. Mambo haiendi mzuri. Hii watu, you are not interested with money. Watu kwa nini hamkopi? Hizo pesa ni mingi sana. Tukikopesa tutarudi pesa. So imagine shares tuko na 60,000. Na roni wenyewe zenye tuko nazo roni tuko na 38,000. Chiarende hizo pesa ni mingi. Sasa akaunti yetu inaonekana ni poa. Si tununue ploti sasa tujenge. Ati tununue ploti. Tukope roni sasa. Interest yenye tunafaa kugawana ni 63,000. Hiyo ni pesa mingi. Tukiingia tuongeze kwa roni. Tuongeze kwa roni tununue kaploti tujenge. Sasa ploti tutapata anje. Si tutatumia mbroka wako. Broka. Ati gai broka. Aki ukitaka kumalizika tumia broka. Mimi sina shida na wao. Lakini the problem is hiyo midomo yao sijui wanapakanga mafuta gani. Lakini kuna broka wazuri. Aywa gani tupe mmoja tuone. Kuna broka hata ukitaka mama, ukitaka bibi, ukitaka bwana, ukitaka kila kitu. Sasa huyo anaongea broka. Ukitaka bibi unaweza pesa. Broka ndio wanajua ukitaka ng'ombe, ukitaka mbuzi ndio wanajua. Sikiza sasa hapo kwa ng'ombe. Ndio mjue wao watu. Unajua wanauzaga vitu hawana. Ukweli. Broka halimi. Hana nini yake na broka atakuuzia chenye hana. Ukweli. Wanakaanga hivi. Wanajua hiyo mji kuko na ng'ombe. Hiyo mji kuko na nini? Kuko na nini? Hakuna chao wanauza. Lakini wanakulia hapo katika. Kazini watu wanawapea kazi. Unamwambia ukiona mbuzi uniitie. Hata shamba ya hewa utauziwa. Ile mafuta na unaambiwa hii ni mafuta na ni ile na mawe. Walifanya hivi mmoja. Broka. Akaambiwa na mzee fulani ati anataka ng'ombe. Na ile ng'ombe anataka ni ile at least iko na inakamuliwa direct. Na akaambia huyo broker it doesn't matter how much it will cost. I'm prepared. Broker kuiko ati kuna pesa. Na unajua ananusanga mpaka pesa ile kwa mfuko. Akasema ngai hizi lazima nikule. Akajua kuna ng'ombe mahali. Lakini hiyo ng'ombe si mzuri na hata haijawahi saa. Lakini venye unaiangalia ni kama ng'ombe itazaa bei kidogo. Na anajua ameiuza mara 4 na haizaangi. Na huyu mzee anataka ng'ombe either inakamuliwa ama inafanywa nini iko karibu kuzaa. Broka akasema bwana Kimengi niko na ng'ombe mzuri. Utakuja kuiangalia lini? Naweza kuja kuiangalia kesho. Unauza anje? 65,000. Sawa mimi sina shida. Bora ikue inatoa maziwa ama inangojea kulini. Huyo broka akasema lazima sasa hii pesa itoke. Lazima ni make sure huyo mtu lazima achukue hiyo ng'ombe. Lakini sasa kwa sababu haijawahi kamuliwa haifanyi nini? Tumatiti tuko hivyo. Ni tule ndogo. Tumehoha, tumerefuka. Na kamukamo kako hapo na kameko. Lakini mwili ni kubwa.
Akajua nawe lazima nichole hapa. Akaenda akanunua maziwa ndoo moja. Akakunja sasa amechola. So akaenda akanunua syringe. Kununua syringe akaenda kwa ile ng'ombe na maziwa ile. Akaifunga miguu. Akaifunga miguu saidi hii, saidi ile. Broka yangu ako hapo. Anakunyisha hiyo syringe. Anaweka pa. Anapuni setani. Anaweka. Hiyo maziwa yote ikafanya nini? Ikaishia kwa titi la ng'ombe. Kwa matiti ya ng'ombe. Si hata na kamukamoka amekaa hivi. Kajua hapo nimeweza. So sasa anajuanga ng'ombe anataka kumwambia kwa sababu hataki wakamue hapo. Anataka amwambie hii ng'ombe iko karibu kuzaa. Ile kamukamo haijafanya hivyo. Na unajua ng'ombe ikiwa na mimba inakuanga hata nyuma kumefura. Akaenda akatafuta kuna hii nyani inaitwa hadha. Inaitwa aje na Kiingereza? Hata tunajua wadhatu. Tumefanya yenye inachoma. Nyani za kuchoma. Ya tukisoma. Nyani za moto. Nimeipata hiyo. So akaenda akatafuta nyingi makaratasi akashika hivi ndio asitomeke. Akakunja akapiga hiyo ng'ombe nyuma hivi ndio ifure. Kufura hiyo ikakuwa iko inafura kirendi hivi. So inaonekana hiyo hata iko karibu kufanya nini? Kuzaa. Mzee akakunja. Akaona amesonga pesa kweli. Asante Mungu you have answered my prayer. Akaona hiyo unajua kwa sababu haijawahi saa iko na mwili. Simukamona huku kumenini na maziwa tumeweka. Mzee hesabu sasa mapesa 65,000 na hata akamwambia kwa sababu ya kunisaidia hivi shika hizi 5,000 ukakule tu 70,000 amepata. Huyo ni broker. Ni broker. Ikaenda. Kwa hivyo kesho asubuhi kwani unaruka? Kesho asubuhi si mzee amembemba nini hiyo ng'ombe. Akaona sijui ng'ombe iko wapi. Sasa kwa sababu zimekula kabisa. Zimekula ni nini? Kwa sababu hiyo maziwa ilikuwa fresh. Na hiyo haijawahi kuwa na maziwa. So ikakuwa na infection ndani. Embu sasa ikakuwa mara. Ng'ombe ilikuwa inakaa hivi. Ikakuwa mara. So inafanya yaani ni uchungu ile iko na akaita daktari. Daktari akamuuliza akaiangalia hiyo ng'ombe. Akamuuliza hii ng'ombe ulitoa wapi? Akamwambia nilinunua sister. Akamwambia hii ng'ombe nimewahi itimbu na hii ni tasa. Nikuseto. Hii ng'ombe haitawahi saa. So akadunga hiyo nini akaona hii maziwa ni kama ni maziwa imeshikilia huko na nini. Huyo mzee karibu aanguke. Akaenda kutafuta ule mbuga. Alimshika na nyuma hivi. Mpaka police station. Alirushwa huko akapatiana pesa zenye za yenyewe 70 na akarushwa huko vyema. So mambo ya broker kama unaweza uliza huyo mzee anaweza kwambia wewe hatuwezi tukaisikiza na tutafanya ingine tena igani. Kagure. Si ulisikia vile nilikwambia? Sasa hata badala ya kuniita mama wa elimu unaniita Kagure. Si wewe ni Kagure. Sasa nimekuja.
nimekuja na vile nimekuja kukaa Wapi? hapa. Ndio umekuja na tungunia twa nguo hapo. Ngunia ziko pale nje. Nakwambia hizo nitachoma hivi. Enda jaribu kuchoma. Nakwambia hizo nitachoma. Enda. Choma lakini mimi nitakaa. Sasa umekuja kama nani? Nimekuja kama mama Ndambeli. Kwani wewe ni bibi ya Ndambeli? Mimi nitakwambia hivyo. Whether you like it or not. Enda kwako, si kwako uko na kwako. Mother. Hebu mother nikuulize. Ni nini inakuanga shida na wewe? Mimi sina shinda. Niko na shida na niko na kijana yangu. Mimi sina shida. Shida ni wewe. Na ni nini unamfuatilia hapa? Shida ni wewe. Na nilikwambia huyo kijana wako nilifukuza. Simtaki. Na sitawahi mtaka. Ni nini unataka kusikia? Mimi nitakaa hapa. Upende. Usipende. Mimi sitatoka nguo. Utachoka na kuniambia nitoke. Wewe ndio utatoka. Wewe ndio utatoka. Nakwambia wewe ndio utatoka. Wapi? Wewe. Unajua unachezanga sometimes. Mimi nacheza. Why do you want to provoke me? Nikuongeleshe mbaya useme ati nilikutukana wewe. Si unaniambia mimi ndio nitatoka. Na uchome nguo zangu. Wewe ndio utatoka. Wewe ndio utatoka. Utatoka. Toka haraka. Madhari nini mbaya na wewe? Toka hapa. Madhari nini mbaya? Hapa utatoka. What is wrong with you? Tunasema hii mali yako. Hii ni yako hii. Nakwambia nikaheshima na kupatika heshima kutoka hivi wewe. Nikaheshima na kupatika heshima hivi. Nakwambia utatoka. Kama ndio nataka. Nyamaza. Kama mtu hajipatii heshima hatapatiwa. Heshima mnakaa wake wawili. Wewe na mamako mnakaa wake wawili kwa nyumba ya ndugu yao. Na unakuja unakaa kama nini? Mimi nimekuja, mimi ndio mzazi wa Ndambeli. Hata yeye ni mzazi wa, but I'm telling you. Nitakaa hapa. My mother has. Usikie usisikie. My mother. Mimi nitakaa hapa na nitarithi. Let me. Mimi nitarithi. Nini nakusumbua? Sio ndio ukalime majani yako kule. Mimi niende nikalime. Si ulikataa kulima? Brother. Ulikataa kunyesea na mvua? Nyamaza. Brother ya Ndambeli ulifukuza. Binti yako alifukuzwa kwenye ulienda. Ile mashimo unachimbia wasichana wa wanawake wengine yako imechimbwa bipa kuliko yenye utabu nini. Ile ulishimbia Ndambeli. Ile ulishimbia Ndambeli. Ukamweka kaburi la sahau. Wewe. Ukamweka kaburi la sahau ndio ulizi ati na ukaona mtu ati amejifunga kitambaa ya kanisa hivi ati ni mama wa kanisa. Hotifu. Ati na wewe unapatiwa. Sijui hiyo. Ati ni wewe unasimamia nini? Let me tell you. Hata ukiwa huku mbinguni utaona ngo. Nitaona. Kwani wewe ndio utahukumia? Nitaona. Ufalme nitapata. Amen. Kwa ajili ya kuzaa mtoto Ndambeli ukampeleka sijui mahali. Qualification ya mbinguni ni kuzaa. Ni kuzaa na kulea utakuja hapa ukiwa kama mrogi uloge Ndambeli ndio akufuataka kama nyuki. Mrogi anajuanga mwingine. Si wewe nilisikia kwanza wewe ndiye uliroga baba ya Ndambeli. Nakwambia. Nani anakwambia hujulikani? Nijulikane. Bibi afadhali wangu alikufa, wako wapi? Afadhali Ndambeli yako hai kuliko wako 6 feet under. Na mama hatutarushiana na wewe maneno tena. Ambu nikwambie. Ukikunja vizuri kwangu nitakushika kama mama. Lakini ukikunja tu ukikuwa tu kama mkora venye unaniita mkora, you have no respect with me. Nakwambia. Mimi hata siku moja. Mimi sitakumbeka. Si you are rich, si unasemanga uko na pesa. Unanipegi nini? Nikupegi unipe nini? That's what I'm asking. Hata kwa nini uko hapa? Unangangania. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mtoto yangu. Si wewe ukaje kwa mtoto yangu. Si utoke. Hebu nikwambie. Kama umeshindwa na kukasa. I want to surprise you. Title imeandikwa Kagure. Kila kitu hapa imeandikwa Kagure. The time nilimrusha pale nilikuwa na right na hawezi kuja pale bila idhini yangu. And mark my words. Unaona hiyo gate? Ukitoka sasa kwa sababu unatoka, hautawahi ingia pale. Enda ukakae na heshima zako na huko, ukapigane na huko kwako,
uende venye ulitukana mama ya bibi ya jogona wako. Yani what is wrong with you? Umeharibu boma yako si ulikuja huko na mshene. Ukamwambia ati hata wewe nakutukana. Wewe ulikuja na uchawi, sijui ni uchawi gani. Sasa ni kuimba unaimba. Wewe. Uchawi gani wewe ulikuja na? Hata itora yote madhi. Hata itora watu wanawake, hakuna mwanamke anaweza kubalishwa kuenda na wewe. Simply because of the kind of a woman you are. Please, why don't you respect hata watoto wako? Sasa shinda yako ni kuridhi. Shinda yako ni kuridhi. Na ridhi za bwana yako ama na ridhi za bwana yangu? That is the question that you should ask yourself. Jasho langu. Jasho langu ndio unaridhi. Na vile unakaa kama malaika. Kwa sababu mimi nachoka ni kuongea venye tunaongea. Unachoka? Utachoka bado. Bado utachoka. Hapa nitakaa. Na ndabeli wangu namuombea sana atakuja. Tutaona. Hapa utatolewa na chief. Na wazee wa vijiji. Baadhi bwana chief. Okay. Umeona akipita? Amekuja tu kunisumbua. Mimi ningependa wewe ukuje tu na mtu huyo wa nyumba 10. At least na wazee wawili. Wanajua hakuna kitu mbaya kuliko mzazi anakuingilia. Ndio wewe umtukane, aseme ulimtukana. Si hata alikuwa anataka kunichapa hapa. Wewe kuja na wao tuongee saa. Thanks so much. Mimi nataka atolewe. Hebu arudi kwake, atangojea wakati sani yake atarudi, atakuja wakati huo. Kwa sababu hakunji kwa nia nzuri. Haya. Asante sana bwana chief. Okay. Umeripoti ndio nitolewe. Chief ni mahakama. Kwa chief kuna mahakama Ndio tatua shinda zako. Hebu niwaambie, sometimes watu sijui wanafikiria gaji. Mwanamke akaolewa na mwanamume fulani. Maisha yao ikaenda vizuri. Bwana yake alikuwa na kazi nzuri. So lakini bibi hakukuwa na job. Huyo kijana akakopa turoni hivi, bibi yake akapata kazi anafanya. So alikuwa naoshea watu manguo na mikeka na nini. Akapata pesa. So si unaona sasa pia yeye ako na pesa, bwana yake ako na pesa. So akaanza tumalingo fulani. Lakini tu bwana yake ako na pesa. So akaambia bwana yake kuko na kaproti anataka kujenga. Na akaanza kujenga. Akianza kujenga, COVID ndio hiyo. Haya. COVID ndio gani? Hiyo. Kijana kwenye alikuwa alikuwa anafanya kazi, si wakasimamishwa. Lakini huyu bibi yake kwa sababu ni business yake bado inaendelea. Hiyo ataendelea. Na ikaendelea vizuri. Hebu mwanamke alete madharau kwa huyo mjamaa. Hebu akaweta madharau akimuuliza wewe ni wa nani? Wewe ni nini yani wewe una nini? Uko na nini wewe? Kagure. Kwa sababu ya 300 sasa anarudi naso jioni. Sasa si huyo bibi alikuwa nafanya kazi ya kujenga. Yule contractor alikuwa anamjengea na ni kama baba yake, sema wakapendana. Sasa kwa sababu sasa huyu contractor ako na pesa na bwana yake hana nini? Hebu nikwambie, huyo mama imagine akafukuza huyo kijana na akaachana na akaanza sasa akaenda kwa contractor. Akaenda kwa contractor akontractiwe.
Si wakakaa. Mjamaa akaenda na akapata kazi. Lakini huyu mama hakujua mjamaa amepata kazi, amepata kazi. Si anunue mpaka gari. Huyo ni Within 1 year. Hiyo mambo ilikuwa imetendeka. Nakwambia Mungu hakurangi ugali. Na akitaka kukubariki, atakubariki no matter the way you are. Yeah. So huyo mama si bibi ya huyu contractor akajua venye kunaenda. Ebu akuje. Ebu huyo mama achapwe kichapo cha umbwa na huyu mama. Mwagia maji moto. Nakwambia ebu achapwe. Nilisikia alilaluliwa mpaka nguo tatu. Mtoto marehemu wa Muso. So nyumba haijamalizika. Alikuwa amelipa huyu contractor pesa zote. Wameachana sasa na kazi bibi yake amemwambia hakuna kazi ya huku itafanya. So huyo contractor ameenda na pesa yake yote. Hana bwana. Na hana kazi sasa. Huyo mama kazi yake si imedhoofika kwa sababu ya hii pesa. Naye mjamaa kule Mungu akumbariki aje. So siku moja wakakutana na huyo mjamaa. Akamuuliza, baba chini, ni wewe? Ni mimi. Ulikuwa nafikiri utanirusha shimo yenye sitatoka. Nakwambia Mungu alirusha mkono wake wa neema akanibariki. Akanibariki. Sijui niko sorry. Mwambia no, mimi maisha yangu nataka sasa iendelee. I've seen the kind of a person you are. Unaweza tuka na mimi wakati niko na pesa. Wengi wako namna hiyo. Yes. So huyo mama anateseka, ako na mashida zake, na bwana yake amekaa vizuri. Mimi nasema siaende apate hiyo shida. Hiyo ni yake. Ni madharau Madharau kabisa. Mama kufani. Fani amefanya. Kuna mwingine Unachukia ako tu mtu hivyo. juu ya sinda. Kuna story nyingine nilisikia tu inafanana na hiyo yako. Ilikuwa tu kapo tu kama hiyo yenye umetuambia. Wakawa bibi yako na kazi nzuri kuliko huyu bwana. Sasa si wakapata watoto wawili. Wacha mama aliinge vile ati ni yeye anafundishanga watoto, ni yeye anawalipia school fees. Hata kwa soko alikuwa anawaambia ni yeye breadwinner. Bwana hakuna kitu analeta. Juu yeye alikuwa tu na taxi yenye haikuwa inaleta mapato sana. Kwa hivyo masaa ya jioni alikuwa analeta pesa kidogo. Lakini huyu bibi alikuwa anajisikia ako na pesa. Ndiye alikuwa unalipa school fees, analipa nyumba, chakula ndio hiyo. Sasa ile kidogo sasa ndiye baba wa nyumbani. Ile kidogo yenye bwana alikuwa analeta, hapo anaona kama ni kitu. Hata kuna wakati alikuwa anamletea ati anairusha. Gai nashindwa hii sasa hii ni nini? Kulinganisha na ile niko nayo. Sasa alikuwa anasema yeye ndiye breadwinner. Yeye ndiye mwanamume na ndiye mwanamke kwa nyumba. Sasa siku moja akaona yeye atakana hii takataka ya mwanamume mwenye amletei chochote. Sasa ni takataka. Akamwachia watoto ndio aone vile atafanya na wao. Yeye akarudi kwao. Msichana mwanamke akaenda akaacha watoto wakiwa wadogo sana. Wacha ateseke na hao watoto. Kukaa kumbe mahali yako bado anaona ni kama afadhali angebeba watoto aache huyu bwana anashinda. Siku moja akakuja masaa ya mchana wakati bwana yake hayuko. Akambeba watoto, alikuwa na gari. Akambeba watoto na gari na akaenda na wao. Wacha mzee ateseke. Sasa anasumbuka juu ya pesa, ana watoto, ana nini. Lakini at least ile kidogo alikuwa anapata, watoto walikuwa wanapata chakula. Lakini bibi anaona kuna kitu wanapata. Sasa bibi akaenda akawapeleka shule, akawasomesha. Si yako na pesa, si yako na gari. Wacha watoto wasome. Wacha wapate kazi. Wacha waende ngampo. Kila mtu akapata pesa. Mmoja alienda Britain, huyo mwingine akaenda Germany. Walikuwa vijana wawili. Pesa ni kama wakapata pesa kabisa. Bwana yake si kwa tu hapa. Hajaweza kujenga hata nyumba mzuri. Na ni wale wanaume hata ukimwacha anasema yeye hataoa tena. Sasa yeye alikaa tu ametoseka na wanawake. Lakini alipata stress sana. Mpaka siku moja mtoto mmoja akamwambia huyu mama yao, lazima utuambie baba yetu mahali yako.
lazima utuonyeshe. Wamegeuka. Lazima utuonyeshe hata kama hata tupatia shamba. Tunataka tu kujua mahali anakaa. Baba yetu. Sasa hakuna namna. Lazima angewapatia namba yake ya simu na waambie mahali anakaa. Ndio wajue ametoka, at least wajue wametoka wapi. Wakati walijua tu baba yao mahali anakaa. Walikuwa kuja mpaka huko. Na sio na miguu, walikuja kama wamejibemba. Walikuja na ndege. Si walikuwa na kazi. Walikuja wakachukua baba yao, wakaenda na yeye ng'ambo. Jesus. Mama yao akaachwa hapa. Saa hii wakati tunaongea hivi, huyu baba yao ni tajiri ile hujawahi ona. Oh my. Bibi yako tu hapa Kenya. Penye Wana ako ng'ambo. Na vijana wake. Sema Hiyo ni nzuri. Sema kubarikiwa. Unaona Mungu aliona hati ya huyu mzee. Ati si ati ni kukataa, anakataa kusaidia hawa vijana. Ni pesa imefanya nini? Na pia huyu mama akashindwa ya kuwa wametoka mbali, na sasa kwa sababu wamepata pesa lazima wangekuwa nini? At every point in time kuna mmoja atakuwa amebarikiwa kuliko mwingine. Hivyo. Tuna kitu ya kutenganisha watoto na baba yao. Juu ya Sinda. Ni vibaya sana. Na msikane mfanye kazi. Hii aspect ya watu kuachana kwa sababu huyu ako na pesa ama hana. Hiyo ni kitu inafaa kuacha kwa sababu mtu ni mtu. Mtu hatakuwa pesa. We start without, Mungu anatubariki. Si ndio? Lakini Mboi Chaundi akona shinda kubwa sana. Akona shinda na anafaa kuangaliwa. Hata ndio na sisi tukuwe na generation. Hata sisi wanawake tuko na